Lipo jambo kubwa la maajabu ya Mungu nataka kukuambia leo, na ni kuhusiana na mti wa maajabu na makubwa zaidi wenye historia ya kustaajabisha. We are Connect Safari Africa Limited, kampuni ya kizawa, kampuni inayokupa unachokitaka, iwe ni kutalii au kukodi magari, kupata huduma za malazi kama vile hotel, lodge au apartment na mengine yote. Hii ni kukidhi mahitaji yako. Na sasa twende tupate historia ya mti huu wa maajabu, ambapo mti huu ulikuwepo kabla ya falme za kwanza. Miongoni mwa miti inayostaajabisha zaidi duniani ni mti wa mbuyu. Unaendelea kuvutia watafiti, watalii na jamii nyingi zaidi za Afrika kutokana na ukubwa wake, uwezo wake wa kuishi kwa mamia hadi maelfu ya miaka, pamoja na matumizi yake mengi kwa binadamu na mazingira. Mbuyu si mti tu wa kawaida, ni sehemu ya historia, utamaduni na maisha ya watu wengi barani Afrika. Kwa Kiswahili unaitwa mbuyu, lakini kwa Kiingereza unajulikana kama baobao. Wengine huita mti wa maisha kwa sababu karibu kila sehemu yake ina matumizi yake muhimu kwa binadamu, ukianzia majani yake, matunda, magome hadi mizizi yake. Vyote vina thamani kubwa kiafya, kiuchumi na kimazingira. Sasa twende tufahamu historia ya huu mti wa mbuyu. Mbuyu ni miongoni mwa miti ya kale zaidi duniani. Wataalamu wanaamini baadhi ya mibuyu imeishi zaidi ya miaka 2000, na hii ina maana kwamba baadhi ya miti hiyo ilisimama hata kabla ya kuzaliwa falme nyingi za kale za Afrika. Katika simulizi za jadi za Kiafrika, mbuyu huonekana ni mti wenye nguvu za kipekee, lakini kuna hadithi zinazoelezea kuwa Mungu aliupanda mbuyu kichwa chini, ndiyo maana matawi yake huonekana kama mizizi. Hadithi hizi zimekuwa ni sehemu ya utamaduni wa jamii nyingi karne nyingi. Katika maeneo mbalimbali ya Afrika, mibuyu mikubwa imekuwa sehemu za mikutano ya wazee wa kijiji, sehemu zenye mapumziko, hata maeneo ya kufanya maamuzi muhimu ya kijamii. Katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, mibuyu mikubwa imekuwa sehemu za mikutano ya wazee wa kijiji, sehemu za mapumziko, hata maeneo ya kufanya maamuzi muhimu ya kijamii. Unadhani mbuyu unapatikana wapi? Mbuyu hupatikana zaidi maeneo yenye hali ya joto na ukame, na hapa nazungumzia Afrika. Mti huu unaonekana sana katika nchi kama vile Tanzania, Kenya, Madagascar, South Africa, Afrika ya Kusini na Zimbabwe. Nchini Tanzania, mibuyu hupatikana sana katika maeneo ya Pwani, Dodoma, Singida, Tabora, Shinyanga na baadhi ya maeneo ya kusini mwa nchi. Sifa za mbuyu zinazovutia. Namba 1, shina kubwa sana. Baadhi ya mibuyu huwa na shina kubwa kiasi kwamba watu kadhaa wanaweza kuingia ndani yake. Miti mingine hutumiwa kama vile maduka, vituo vya maji au sehemu za kukaa. Namba 2, uhifadhi wa maji. Mbuyu unaweza kuhifadhi maelfu ya lita za maji ndani ya shina lake. Hii inamsaidia kuendelea kuishi kwa muda mrefu hata kama kuna ukame mkali. Namba 3, huishi kwa muda mrefu. Mbuyu ni miongoni mwa miti inayodumu zaidi duniani. Wataalamu wamewahi kugundua mibuyu yenye zaidi ya miaka 1500. Namba 4, matawi yake yanaonekana kama mizizi. Hili ndilo jambo lililofanya mti huu uonekane wa ajabu zaidi. Ukitizama kwa mbali, unaweza ukadhani umeota kichwa chini.
matunda ya mibuyu. Sasa tufahamu matunda ya mbuyu. Matunda ya mbuyu ni maarufu sana Afrika Mashariki. Ndani ya tunda hilo kuna unga mweupe wenye ladha ya uchachu mtamu ambao hupendwa sana na watoto na watu wazima. Matunda haya yana vitamini C kwa wingi, madini ya calcium, yana madini ya potassium, vitamini C kwa wingi, yana antioxidants. Kutokana na virutubisho vyake, bidhaa za mbuyu zimeanza kuuzwa hata katika masoko ya kimataifa kama vile vyakula vya afya. Faida za mbuyu kwa binadamu. Kwanza kabisa ni chakula. Majani ya mbuyu hutumika kama mboga kwa baadhi ya jamii za Afrika, lakini hapa pia naweza nikakwambia hata mimi pia nishawahi kutumia majani haya ya mbuyu kama mboga, ama hakika ni matamu sana. Namba 2, dawa. Jamii nyingi hutumia magome, mizizi na matunda yake kama tiba za asili dhidi ya magonjwa mbalimbali. Biashara. Matunda na unga wa mbuyu huuzwa na husaidia kipato cha wananchi. Kimvuli. Kutokana na ukubwa wake, mbuyu hutoa kimvuli kikubwa sana, hasa maeneo yenye joto kali. Na mbuyu ni muhimu sana kwa mazingira kwa sababu husaidia uhifadhi unyevunyevu ardhini, hutoa makazi kwa ndege na wanyama mbalimbali, hupunguza athari za joto kali, huchangia katika uhifadhi wa mazingira ya asili. Baadhi ya wanyama kama vile tembo hutegemea mbuyu kupata maji na chakula wakati wa ukame. Hadithi na imani kuhusu mbuyu. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika, mbuyu huaminika kuwa ni mti wa kiroho wenye nguvu maalum. Watu wengi huamini mizimu hukaa chini ya mti wa mbuyu. Kutokana na imani hizi, miti mingi ya mibuyu inaheshimika sana na kulindwa kwa ajili ya vizazi vingi. Changamoto zinazoikabili mibuyu. Ingawa ni mti imara sana, mabadiliko ya tabia ya nchi na ukataji wa miti yameanza kuathiri baadhi ya mibuyu mikubwa Afrika. Wataalamu wa mazingira wanaendelea kuhamasisha uhifadhi wa miti hii kwa sababu ni sehemu muhimu sana ya urithi wa Afrika. Lakini sasa, baobab tree si mti tu wa kawaida, ni alama ya historia, maisha, utamaduni, uimara wa Afrika, uwezo wake wa kuishi kwa maelfu ya miaka, kuhifadhi maji na kuwasaidia binadamu pamoja na wanyama, unaofanya kuwa ni moja kati ya mti wa kipekee zaidi duniani. Kwa wingi, mbuyu ni zaidi ya mti, ni hazina ya asili iliyobeba simulizi za vizazi vingi vya Afrika. Kwa wingi, mbuyu ni zaidi ya mti, ni hazina ya asili inayobeba simulizi za vizazi vingi vya Afrika. Kwa mengine mengi, endelea kutufuatilia Connect Safari Africa Limited, Safari Beyond Boundaries. Kwa mengine zaidi katika mitandao yetu ya kijamii, yani Instagram, Facebook, YouTube kwa jina moja tu la Connect Safari _